Kuna kipindi unaweza ukamwona mtu mwili umepandisha joto limepanda. Baadhi ya watu huwa wanadhani kwamba lile joto ni ugonjwa. Hatukatai, lakini hatukubali pia. Nataka nikupatie tafsiri ili wewe unapomwona mtoto wako au wewe mwenyewe umeona joto limepanda, nafikia hatua unatetemeka, uelewe kwamba hii hali ni hali ina gani. Kwanza moja, system ya ulinzi wa mwili ipo vipi? System ya ulinzi wa mwili binadamu inapofikia hatua kikaingia kitu ambacho sicho, kikaingia kitu ambacho kinakuja kuudhuru mwili wa binadamu. Kwa mfano, wameingia bakteria, na hawa bakteria hawa wanaweza kusababishia matatizo mwili. Na system ya mwili, system ya ulinzi huwa inachemsha mwili pale ambapo inaposoma kwamba hawa bakteria walioingia ndani ya mwili, iwapo joto litapanda, ina maana watakufa, kwa sababu kuna bakteria ambao joto likipanda nyuzi 38 hawana uwezo wa kustahimili, wanakufa. Kwa lile joto linapokuwa limepanda la mwili, ina maana huwa halipandi, isipokuwa linapanda na litapanda na litapanda, likifikia katika wastani fulani linaua wale bakteria ambao walioingia kwenye mwili. Kwa hiyo usianze kutafsiri kwa haraka kwamba ukimwona tu mtu amepandisha joto basi ndio tayari uchanganyikiwe, hapakaliki, unawaza na kuwazua. Hapana, sio hivyo. Lile joto limezalika kutokana na system ya nini ya kuna kitu kingine kinachoitwa kwa mfano kama chafya. Unaweza kumwona mtu anatoa chafya zinatoka hizi. Haya yote chafya hii kwa nini inakuja? Achilia mbali na ile chafya ya kawaida, hii ambayo inaweza kumtoka mtu mara kwa mara. Kwa kweli ukimtazama unamwona kabisa kwamba huyu kuna viashiria kwamba anaumwa. Lakini ile chafya kama chafya ni msaada kwake. Ile chafya sio ugonjwa. Ile chafya pia inazalika kutokana na system ya ulinzi wa mwili. Ule uchafu ambao ulioingia kwa mfano kupitia njia mfano ya pua na kadhalika, huyu mtu anapokuwa anatoa ile chafya, ina maana anasukuma ule uchafu uweze kutoka nje. Na hivyo kikohozi, hii yote ni system. Unapomwona mtu anakohoa, ina maana anasafisha mapafu. Ina maana swala zima la kukohoa limewekwa makusudi mazima. Hili linatokea makusudi mazima, ni katika maumbile kabisa binadamu, lina lengo zuri kabisa, linakuja kusafisha mapafu na njia zake zinasafika, zinakuwa safi. Kwa haya mambo yote ni mambo yenye falsafa.